Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu ameifanya, na leo nimetimiza miaka kadhaa. Kwa utukufu wa Mungu nikasema nifanye shukurani kwa Mungu, lakini kwa kushiriki pamoja nanyi. Hivyo basi ninawakaribisha wote, hata wale ambao hawajafika wako njiani, Mungu awafikishe salama tuweze kushiriki pamoja katika tukio hili. Zaidi ya yote, wewe ulioko hapa, amini tu kwamba Mungu na wewe anakupenda. Kama Mungu anakupenda, maana yake ndio maana mpaka sasa tuko pamoja. Kwa hiyo una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya uzima uliokuwa nao. Sifa, utukufu, heshima na kurudishia wewe Mungu. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Ninayo nafasi kumkaribisha mtumishi wa Mungu aje atupe neno kwa ufupi. Lakini kabla sijamkaribisha, nisije nikasahau, tuna salamu kutoka kwa Pastor Munene ambaye yuko Nairobi sasa hivi akitokea Marekani. Ametupa salamu nyingi sana. Tunayo salamu kutoka kwa Apostle Frank kutoka Zambia, anatusalimia na anatupa pongezi sana, na amewaombea sana wote ambao mko hapa, na kibali kishuke juu yenu. Sasa tunakwenda kupokea salamu kutoka Kongo na ujumbe kabisa maalum kwa dakika chache, lakini Roho wa Mungu atakavyoongea ndivyo hivyo, hatumzuii Roho wa Mungu kuzungumza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Askofu Kitungano Mupepe Diki. Natoka Bukavu, Kongo. Sehemu ambapo kumezibitiwa na wale ambao umewajua wa M23. Ni pale nimetokea na tumekuwa nao majirani. Yaani kampi yao iko hivi na sisi tuko hivi. Lakini neema ya Mungu ingali natuchunga. Nampenda sana mchungaji Herman ambaye amenipa nafasi ya kuongea mbele ya watakatifu wa Bwana. Mchungaji, Mungu akubariki. Nakupenda pia na wewe ambaye umekaa pale kwa ajili ya kusikiliza ujumbe na kwa ajili ya hii sherehe ya mchungaji siku ya leo. Haleluya. Sina muda mrefu wa kuleta historia za huku wala kule, lakini naleta tu ujumbe kutoka kwa Bwana. Na ujumbe wetu kutoka kwa Bwana, tunajua ya kwamba tunakuwa na vitu vitatu tutaongelea hapa. Tunakuwa na sherehe ya kuzaliwa ya mchungaji. Nakumbuka siku ambapo alizaliwa, akaona vizuri kwamba aite marafiki zake na watoto wake tule pamoja. Jambo la pili, tunakuwa pia na ibada ya shukrani kwa Mungu kwa matendo makubwa ambayo Mungu amefanya. Kwa ajili ya kukufanya kuwa jinsi ulivyo, ni lazima kumrudishia Mungu utukufu. Na ya tatu ni kwa ajili ya wale mayatima, wale ambao wanakuwa katika hali ya kushindwa, lakini Mungu angali bado anawajua. Na ndiyo maana mwimbaji wa nyimbo hii ambayo naimba hapa anasema, sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni Baba, ananitunza kila leo na anajua hitaji yangu. Yatima anajulikana na Mungu, mjane anajulikana na Mungu, na mtu ambaye hana uwezo wa kimaisha Mungu amemjua. Jina la Bwana libarikiwe. Pamoja na hilo, hatutakamata muda mrefu, lakini tutaongea kitu cha kwanza kwa ajili ya sherehe. Kama tutasema juu ya sherehe, sio mchungaji Herman wa kwanza kufanya sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa yake. Waliomtangulia mbeleni pia waliifanya. Tukiangalia katika maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Daniel, kuna mfalme ambaye Belshaza naye vile vile pia alifanya sherehe yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake, na akaita ndugu zake na marafiki zake. Lakini katika kumbukumbu ile na katika sherehe ile alitambuka mipaka. Ambia mwenzako usitambuke mipaka. Mwambie usitambuke mipaka.
tuko katika sherehe ambayo sio hukumu. Tuko hapa kwa ajili ya kula na kufurahi. Na kama Belshaza alitambuka mipaka kwenye sherehe yake, akakamata vyombo vya nyumba ya Mungu akavichezea. Na alipochezea vyombo vya nyumba ya Mungu, Biblia, neno la Mungu inasema ya kwamba pakatokea kitanga kikaandika kwenye ukuta na kikamwandikia maneno mabaya. Walipomletea tafsiri ya maneno yale, ilionekana kwamba Mungu amepima ufalme wake na akaona kwamba ufalme wake umepunguka, na akakamata ule ufalme akaupana kwa Uajemi. Kwa hiyo katika sherehe lazima ujichunge vizuri. Mchungaji baba alisema ya kwamba kaa vizuri, sababu tuko live, tuko tunaonekana wazi. Na katika hili kuonekana lazima kila mtu akuwe sawa. Na katika kufanya sherehe lazima kabisa tunza mguu wako vizuri, ili kwamba usifanye sherehe vibaya isije kaleta shida. Basi ya hiyo Biblia inatuambia ya kwamba Herode naye vile vile akafanya sherehe yake ya kuzaliwa kwake. Lakini katika hii sherehe yake Biblia inasema kwamba alikuwa na mtu mmoja, nabii wa Mungu, alikuwa anampenda na kumheshimia sana, ambaye anaitwa Yohane Mbatizaji. Na wakati ambapo alikuwa katika gereza, na alimpa maneno ya kumfariji na ya kumsaidia. Lakini kwa sababu ya sherehe, utamu wa nyama ya ng'ombe, utamu wa nyama ya kuku, utamu wa keki, utamu wa soda, uzuri wa maji, akaongea maneno, akasema ya kwamba kwako wewe binti Herodia ambaye umecheza vizuri, ukinilomba lolote lile ambalo nataka mimi nitakupatia. Alipoweka kile kiapo, huyu mtoto naye kwa sherehe hiyo akatoka 1, 2, 3, akamwendea mama, akamwambia, mama, mfalme ameniambia lolote nitaomba kwa hii sherehe, maana nimempendeza, moyo wake umecheka, moyo wake umefurahi, atanipatia. Anasema hata sehemu ya ufalme wake atakata, atanipatia. Mama akamwambia, saa hizi sione 2, 3, ninaloliona ni hili moja tu, kichwa ya nani? Ya Yohane Mbatizaji. Kwenye sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unapokuja kwenye sherehe, hapana kuja na malengo mabaya, kuja na lengo nzuri. Usifanane huyu binti Herodia ambaye kuliko aombe sehemu ya nchi mahali ambapo watatawala, watakaa, watakula miaka yote, akaenda omba apewe kichwa cha nani? Kichwa cha mtu. Uliza mwenzako, kwenye sherehe yetu na utaomba nini? Muulize tu, mpende, mwambie, ndugu yangu, kwenye hii sherehe yetu na utaomba nini? Hakwambie kile atakachokiomba. Kuna mtu anasema nipe keki, mwingine anasema nipe mguu wa kuku, mwingine anasema nipe nyama, nipe samaki, mwingine anasema nipatie soda. Na mwenye sherehe anachunga apewe zawadi, lakini usimpatie kichwa ya mtu. Huyu mtoto akamwambia, mama, niombe nini? Mama akaangalia ya kwamba huyu nabii ameharibisha usalama wangu ya uzinifu ndani ya huu mji. Kumbe huu nabii tu ndiye naomba kichwa chake. Basi kwa ajili ya viapo, kwa ajili ya utamu wa nyama, kwa ajili ya sherehe, ilibidi kichwa ya mtu wa Mungu ikatiki. Wakakata kichwa ya mtu wa Mungu, wakaleta kwenye sinia, wakaleta kwenye sinia kichwa, wakaleta kwenye sinia, wakampatia mama kichwa. Sasa ulizo yangu ni hii, kwenye sherehe hii, kwenye sherehe yetu, ile kichwa ataifanya nini? Kichwa haitaoza, hii kichwa haitaharibika. Baba, hii kichwa sitanuka. Wakati amepewa hii kichwa, anapewa kichwa ya mtu, anapewa, anaenda nayo nyumbani, anaiweka kwenye meza. Siku moja, siku mbili, harufu zinaanza. Kisha anza kujiuliza, sasa tuliomba nini? Mbona sasa tuliomba kitu ambacho hakitatufalia? Mtoto anambia, mama, hatuwezi maliza sherehe nzuri kama na hii, kesho tulale njala. Maana mfalme alisema chochote kile nitaomba, hata sehemu ya nchi. Sasa mama, umeniambia tuombe nini? Kichwa ya Yohana. Kichwa ya Yohana tayari tunayo. Sasa uniambie mama, harufu inakuwa nyumbani, vidudu inzi wanaanza kuingia nyumbani, tutafanyaje mama? Ilikuwa amani, ilikuwa raha, inakuwa kuweka vipande sasa kwenye mapua. Wapo si salama, wapo si salama. Mambo yameharibika, mambo yameharibika. Mambo yameharibika kwa nini? Alienda kwenye sherehe kujipanga vizuri.
Ambia mwenzako jipange vizuri. Mwambie jipange vizuri. Na usiombe kitu ambacho kitaleta shida kesho. Hapana, omba kichwa elewane. Alipewa kile kichwa, lakini baada ya siku 3 alitafuta sehemu atachimba akitupe pale. Bwana tuhurumie sana. Kwenye sherehe yetu sisi tutatembea na dada moja ambaye anaitwa Esteri. Ndani ya kitabu cha Esta sura 7 mstari wa 1 Biblia inasema hivi: basi mfalme na Amani walikuja kula karamu pamoja na dada Esta. Mstari wa 2, mfalme akamwambia Esta, tena ni siku ya pili pale pale penye karamu ya divai, Malkia Esta, dua yako ni nini? Nawe upewe, na haja ya moyo wako ni nini? Hata nusu ya ufalme wangu Esta nitakupatia. Ndipo Malkia Esta alipojibu akasema, mfalme, ikiwa mimi mjakazi wako nitapata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu na watu wangu kuwa haja ya moyo wangu. Amina. Haleluya. Haleluya. Kama unanisikia lazima unisikie amina. Hata kama ukinichukia, kama Mungu ananipenda, utakuwa umechoka bure tu. Haleluya. Sababu nikwambie neno moja, nikupe siri moja. Yule ambaye unakaa naye pembeni pale anaweza pata muda ya kukuchonganisha kwenye kazi wa kutoe kazi. Anaweza pata muda ya kuingia kwenye ndoa yako ikorofike, wewe na mke wako msipatane. Anaweza pata muda ya kuingia kati ya jirani wa pembeni amwambie 1 2 3 kusudi upendo uharibike. Kuna mtu ambaye anaweza pata muda ya kwenda kukuharibishia mazingira mahali ambapo ulitaka kununua boma, lakini hawezi pata mtu wa kukuchonganisha na Mungu. Ambia mwenzako, hata unichukia huwezi nichonganisha na Mungu. Mwambie, hata unichukia huwezi nichonganisha na Mungu. Hakuna mtu anaweza kuchonganisha na Mungu. Baba Mungu, angalia huyu mama Flo ni mubaya na anaangalia vibaya, anatembeaka vibaya, umchukie. Mungu anakuambia utajua wewe mwenyewe. Hiyo ni ya kwako. Mimi sijui. Baba Mungu, angalia wanasiasa wanakula hela za nchi, wanatuima sisi ambao tunakuwa katika hali na maisha mabovu. So wewe utabakia mkusema sema, utabakia mkulialia. Kazi inaendelea. Hawezi chonganisha mtu na Mungu. Mtu na Mungu, kila mtu anajua namna gani aliitwa na Mungu wake na anavyotembea yeye na nani na Mungu wake. Si kadiri jinsi uonavyo wewe ndivyo Mungu aonavyo. Si kadiri jinsi usemavyo ndivyo Mungu asemavyo. Na ndio ujumbe wetu wa leo. Haleluya. Mawazo yako sio mawazo ya Mungu. Akili zako sio akili za Mungu. Na mipango yako sio mipango ya Mungu. Ambayo Mungu alipanga juu yetu na ndio itatimia. Ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yetu na ndio itatokea. Kumbe pamoja na hilo hauwezi nichonganisha na Mungu. Biblia neno la Mungu inasema ya kwamba akatokea mtu mmoja anaitwa Amani. Huyo Amani akafanya mazuri mbele ya mfalme, mfalme akampenda. Katika kupendwa na mfalme akaenda nje akajitukuza. Nimependwa, nimekubaliwa, mimi nina haki. Akajiweka. Akapata sehemu. Katika kuzungumza anaanza kupika mke wake historia. Mimi na mfalme tunakula meza moja, tunatembea gari moja, nikimwambia stop hapa, mfalme ana stop, nikimwambia tuingie hapa, tunaingia hapa, nikimwambia starehe leo, tunaenda starehe leo. Yaani chumbani mwake naingia, kazini kwake kila kitu nagusa, hapa niko sawa. Mke wake akamwambia sawa. Hivi tayari uko sawa, kumbe sasa utafanya hivi. Andika barua kwa ajili ya yule unayemchukia. Bwana tusaidie sana. Andika barua kwa ajili ya yule unayemchukia, ambaye anaitwa Mordekai, anayekaa kwenye mlango ya mfalme. Unapokuja wewe anashindwa kujisalimisha kwako, kwamba wageni wote, Wayahudi wote ambao wamekuwa katika hii ardhi wapigwe marufuku, wauawe na wanyang'anywe kila kitu. Barua ikaandikwa. Barua ilipoandikwa akajua ya kwamba ana kibali mbele ya mfalme.
anasaini kibarua chake. Kumbe kibarua kina malengo. Aliposikia hizi habari huyu mtumishi wa Mungu Mordekai akakimbia kwenye mlango wa nyumba ya Esther. Akamwambia Esther, hata ujifurahishe na mema yote ya Dar es Salaam, lakini marufuku ambayo imetolewa na wewe na sisi na watoto wetu, sisi wote tutauawa. Esther kauliza kwa nini? Aseme adui yetu, mtesi wetu amefanya mpango huu ili kwamba tupate shida. Nani huyu mtesi? Anaitwa Amani. Esther akasema sasa kitakachotokea ni nini? Munifanyie maombi ya dua siku 3. Hamna kula, hamna kunywa. Kisha mimi nami nitafanya maombi siku 3. Niombe kibali mbele za Mungu ili nionekane mbele za mfalme. Mfalme anipe kibali, nimupe haja ya moyo wangu. Ikakubaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpepee kama unampenda Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Esther kaomba maombi. Alipoomba maombi, akaenda mbele ya mfalme. Mfalme akanyosha fimbo, akapata kibali. Mfalme akamwambia, nipe haja ya moyo wako. Haleluya. Niambie unataka nini? Niambie kile ambacho unataka, nitakufanyizia Esther. Esther akamwambia, mimi baba, sijawa saa hizi na haja ya unipatie boma, unipatie sehemu ya nchi, lakini mimi nataka tu ukule pamoja na mimi kwenye sherehe yangu. Na umuite Amani naye akuye pa. Haleluya. Ambia mwenzako, tangia leo jifunze kualika hata na maadui zako kwenye sherehe yako. Hutaki kumwambia kwa nini wewe? Mwambie tangu leo anza kujifunza kualika hata maadui zako kwenye sherehe yako. Mama, ita adui zako kwenye sherehe yako. Simuiti huyo ananifiolea, simuiti huyo ananiangalia vibaya, simuiti huyo amuna ita acha aje. Ale keki. Pale atakapokuwa akila, utaona mapenzi ya Mungu ni gani. Utasikia hata ndani ya kinywa chake mwenyewe anabadilisha maneno. Nikupe habari. Waliokuwa kwenye msalaba wa Yesu kisha kumpiga mkuki wale maaskari, wakiona mambo ambayo yalitendeka, wenyewe walibadilisha masemi. Walikuwa wanasema mwizi, mnyang'anyi, mhalifu, amelaaniwa, aende kwenye msalaba. Lakini walipoona yaliyotendeka, sababu walikuwa pale, walibadilisha msemo. Wakasema hivi, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Watabadilisha utakapowalika, wataongea vizuri utakapowaita, wataongea vizuri utakapokula pamoja nao. Unawaacha nje, na ndivyo hivyo siri zako hutazijua. Alika adui yako kwenye sherehe yako. Haleluya. Esther akasema mnitie kuje na Amani. Amani naye akaja, akajua mimi nina kibali mbele ya mfalme na nimeitwa kwenye karamu ya harusi, nitaweka kwenye kiti cha mbele. Na kweli alikipata. Kiti cha mbele alikipata. Na akakaa kwenye kiti cha mbele, akasikia vizuri, akastarehe sawa. Esther katoa nyama ya mbuzi. Unajua utamu ya nyama ya mbuzi inaongeeka vizuri. Nyama ya mbuzi ukila lazima ucheke. Nakwambia ukila nyama hiyo lazima siri utaijua. Alipokula nyama ya mbuzi, mfalme akarudilia maneno, akamwambia binti Esteri, Malkia Esther, niambie haja ya moyo wako, nifanye nini? Maana umependeza roho yangu. Esther akamwambia, baba, saizi siongei, na kuita tena kesho. Mchungaji, tuite tena kesho. Tualike tena kesho bwana. Isiishie hapa. Baada ya kuona hao, waalike tena kesho, waje wale nyama. Akamwambia mfalme, tena kesho mimi nataka ukuje. Akamwambia mna shida, karamu inaendelea. Esther akapiga tena kuku, piga keki nzuri, kaandaa vizuri, akaweka pale. Mara ya pili
Akasema sasa pale ndio Amani anasema pale ndio ndaonesha sasa kama mimi nina kibali mbele ya Baba. Kumbe usiku nilikwambia mawazo ya Mungu tofauti na mawazo yako. Bwana turumie sana. Mungu akamwambia mfalme hivi, kamata kitabu ya kumbukumbu, anza angalia na usome matendo ya kila mtu. Ambia mwenzako ujifiche wala ujiache wazi, matendo yako itasomwa. Mwambie. Sio wewe umemwambia, ni mimi nakutuma mwambie. Fata oda yangu mimi, mwambie huyo. Ujifiche wala ujiache wazi, lazima matendo yako itasomwa. Kitabu ikaletwa ya kukumbuka. Mfalme akakosa amani usiku. Akatoa kitabu akaanza kusoma. Akaenda anguka neno ambalo linasema mtu ambaye amemfanyia mfalme mazuri anatakiwa afanyiwe nini? Kusoma hilo kuja kuanguka kwenye jina ambalo linaandikwa Mordekai. Na huyu Mordekai, Amani alikuwa alishatengeneza msalaba, anauweka nyumbani kwake, anasema dua yangu mbele ya Baba yangu ndalomba kifo ya Wayahudi, hasa atakayekuwa wa kwanza kupanda msalaba. Kwa Wayahudi ataitwa nani? Mordekai. Adui anapanga vile, Mungu naye anapanga. Mfalme asome, kisha kusoma akakuta naye Mordekai. Ambia ndugu yako hivi, hata kuzimu wapange, Mungu naye kwa anapanga. Hata kuzimu wapange, Mungu naye kwa anapanga. Hata wachawi wapange vyao usiku, Mungu naye kwa anapanga. Kumbe siku wachawi wako wanapanga kuzimu, ndio siku Mungu naye analeta ufunuo kwa nabii wake kwa mfalme. Mfalme soma, katika kusoma anaenda anguka naye kwa lile jina. Mawazo ya mwanadamu tofauti na mawazo ya Mungu. Msalaba iko nyumbani, kwenye nyumba ya mfalme, naye anasoma matendo mema ya mtu ataenda kwa msalaba. Ambia jirani yako, kwa matendo yangu mie siwezi kufa kifo ya aibu. Mwambie kwa matendo yangu mimi siwezi kufa kifo ya aibu. Maana anayejua matendo yako ni Mungu, anayekuhesabia haki ni Mungu, anayekutambua ni Mungu. Wanadamu wanaanza kukufuta, Mungu anasema hapa sawa. Wanadamu wanakuondoa kwenye ubao, Mungu anasema hapa nimeandika. Wanadamu wanasema yake imekwisha, Mungu anasema hapa umeanza. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo ikasomwa. Asubuhi mfalme anamuita ule mtesi, anamwambia, ndugu yangu, unaweza niambia neno? Mtu ambaye amefanyia mfalme mazuri anaweza tendewa nini? Adui akaanza jibia. Kitu ya kwanza, umuvalishe pete yako. Kitu ya pili, ile vazi yako ya kweli umuvalishe hayo. Kitu ya tatu, ile punda yako mpandishe kwa hayo. Kitu ya nne, umkamate umtangaze mwa hii Dar es Salaam yote mzima ya kwamba huyu ndiye mfalme anampenda, huyu ndiye mfalme anampenda, huyu ndiye mfalme anampenda, huyu ndiye mfalme anampenda. Kitu ya tano, mfanyie sherehe kubwa na karamu, watu wote Dar es Salaam wote waone. Akamwambia umejibu vizuri. Sasa nikupe habari. Nina mtu mmoja hapa anaitwa jina lake Mordekai. Atendewe wewe. Ambaye alikuwa ametayarishiwa msalaba na huyu jamaa, na ndiye ule tena Mungu anamchagua atendewe nini? Wewe. Ambia ndugu yako, Mungu anabadilishaka mauti na uzima. Mauti na uzima Mungu anabadilishaka. Haleluya. Akamwambia hivi, sasa unajua lile lote ulilolitamka pasipunguke neno. Fanya yote sawa sawa na vile ulisema. Ingia kwenye chumba yangu, toa vile vitu, mvalishe. Punda yangu mpandishe. Kisha wewe ndiye utasimama, unaenda unasema, huyu ndiye mfalme anayempenda. Huyu ndiye imani Mungu amemchagua. Huyu ndiye baba yetu Mungu amempenda. Wewe ndio utaitangaza. Adui yako ndiye atatangaza kuinuliwa yako. Adui yako ndiye atatangaza sikukuu ya kuzaliwa yako. Adui yako ndiye atakula kusherehe yako. Alikae aje kule keki. Akikula vibaya atajijua mwenyewe, na akikula vizuri anapata neema kwa Mungu.
Jamaa huyu alijaribu kufanya hiki wala kile, mwishowe ilibidi apelekwe nini? Kwenye ule msalaba aliotayarishia Mordekai, ukambeba yeye. Bwana tusaidie sana. Mambo ya sherehe hiyo minaongea, naenda mambo ya watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kitabu cha Luka sura 12 mistari ya 15 inasema hivi: jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu anavyojiwekea. Ambia ndugu yako, hata ufiche mali, ndani ya mule mali hamuna uzima wako. Hata ufiche, hata uweke akiba kwenye benki, kumejaa tayari, umehamisha benki nyingine umejaza, unahamisha benki nyingine umejaza, uzima wako haumo katika wingi wa vitu unavyoviweka. Bwana anasema jilindeni na choyo. Tukishuka kitabu cha Yakobo sura 1 mistari yake ya 26 27, Biblia inasema ya kwamba dini ya kweli ambayo tajisifu, dini yetu, kanisa yetu, sisi ndio damu ya Yesu uzima wangu, sisi ndio Baifata ministry, shie ndio banani ba PAG, shie ndio kama tu hamujajua yatima, hamujajua mjane, hiyo dini yenu ni ya uongo. Maana uchoyo ungali ndani, na hamujakumbuka huyu yatima na huyu mjane. Lakini kama mtamkumbuka yatima na mjane, Mungu atabariki maisha yako. Uliza ndugu yako, ndani ya mali yako wajane wana sehemu ngapi? Ndani ya konti yako mama, yatima wana ngapi? Niko nakuuliza nijibu. Naye mpati muulize kujibu. Brother, muulize baba. Muulize mali yako yote unatumikiaka mambo ya music, yatima wana sehemu ngapi? Waulize tu mchungaji, nabii mwenzangu, mtumishi wa Mungu, ndani ya yote unayoyafanya chini ya jua, yatima ana sehemu gani? Mjane ana sehemu gani? Sehemu yake ni gani? Hapa kuna watu wameshtuka, yatima na kuanga, mjane yupo. Mchungaji atakuonyesha watu wasiojiweza wako hapa. Haleluya. Fanya sherehe na wewe waite. Fanya sherehe na wewe mchungaji, na mimi natoa saki ya unga kulisha wale watu, na mimi natoa mfuko moja wa maharagi kulisha wale watu, na mimi natoa mfuko moja wa mchele, wale watoto wahifadhiwe. Utakuwa na heri mbinguni. Bwana tusaidie sana. Katika wingi wa vitu unavyojiwekea hamuna uzima wako. Huyu tajiri akajiwekea vitu, akasema hapa nina mali, nitaambia roho yangu kaa sasa, kula, tulia, furahi, cheza. Hamna haja kutumika tena, hamna haja kufanya chochote usiku. Bwana akamwambia nina haja ya roho yako. Nina haja ya roho yako. Ulizo ni kwamba vitu ulivyojiwekea, vitu ulivyoviweka vitakuwa vya nani? Niulizie mpendo wako, vile vitu vitakuwa vya nani? Haupendi toa juu ya wajane, haupendi toa juu ya mayatima, haupendi toa juu ya karamu za wengine. Sasa vile vitu uko naweka vitakuwa vya nani? Papa alimauliza mtu mmoja, apaliza mchungaji, akikupa jibu nipe ile jibu. Muulize mchungaji pale, mwambie baba, kama hautanipa kweli vitu nikulishe wayatima, hasa vile vitu unavijiwekea, kesho Mungu anataka roho yako, vile vitu vitakuwa vya nani? Anajibu ni vya kila mtu. Kama ni vya kila mtu, maana yake vile vitu vinahoma, vinapotea. Lazima vijulikane kwamba ni vya wajane na mayatima na wasiojiweza. Wasiojiweza ni kanisa. Kanisa ndio maskini wa kwanza. Hii kanisa, kila mtu hapa lazima ache msaada hapa. Tutaondoka hapa, inabakia hiyo peke. Inaanza angalie, wako nibandika hapa nani? Mabati yatatoka wapi? Wako nibandika madirisha hapa yatatoka wapi? Wako nibandika milango hapa yatatoka wapi? Anawajiko nauliza Mungu, mpaka wapi mateso yangu itaendelea? Sasa mwenye ataona na mwenye atasikia, ambia baba, mimi napiga mabati hapa. Baba, mimi naongeza huko. Baba, mimi natia milango hapa. Baba, natia madirisha hapa. Mali yako changia na Mungu. Maana baada ya kifo yako, vitu ambavyo uko na weka vitakuwa vya nani? Mbona vitapotea bure? Vitapotea bure. Serikali yetu kama mko hapa, changia mali yako na kanisa, changia mali yako na mjane, changia mali yako na yatima, changia
isiweza, na itarudisha utukufu kwa nani? Itarudisha utukufu kwa Mungu. Bwana tusaidie sana. Namaliza sababu hatuko kwenye ibada, tuko tu kwenye birthday ya mchungaji. Lakini kabla sijamaliza, ningetaka nishawishi roho yako, ningetaka nishawishi dhamiri yako kujua ya kwamba baada ya kile mchungaji atatuonyesha, jua ya kwamba na mimi nafanya nini juu hawa wayatima, na mimi nafanya nini kwa kumunga mtumishi wa Mungu mkono, na mimi nafanya nini kwa kusogeza injili endelee mbele, kusudi kesho nikifa Mungu na mimi anihesabie. Unajua nyema sasa wanasiasa watenda mbinguni, wewe ndio unaongea. Lakini mali yake kama iko inafanya kazi hapa, shie na wachungaji hapa tutakaa. Baba, huyu baba asikosake mbingu, mpatie vyote. Kama ni magari mwinue, kama ni manyumba mpe. Wao wanasema kule wamelaaniwa wenye siasa, wamelaaniwa wana sheria, wamelaaniwa wale watu wanafanya kazi ya serikali. Wao wanasema wamelaaniwa. Kazi ya Mungu sisi tunasema amebarikiwa. Abarikiwe, abarikiwe na abarikiwe. Sasa unaona kitakachotokea. Amani anatengeneza msalaba ya kumua Mordekai. Mfalme anasoma kitabu ya mtu aliyemtendea mema, afanyiwe nini? Sasa uliza mwenzako, na wewe uko wapi? Mwaile mimi utaenda kwa msalaba wala utaenda juu ya punda? Niulizie jirani pale, mwambie baba utaenda wapi, kwenye msalaba wala juu ya punda? Anajibu nini? Utaenda kwenye msalaba au utaenda juu ya punda? Asante. Sema asante Bwana Yesu. Ujumbe ni mzuri sana. Tunakuwa na ratiba. Ratiba yetu inasemaje? Msema chochote, karibu. Damu ya Yesu, uzima wangu. Amen. Basi wakati huu tutakuwa nitawainua watumishi wa Mungu kwa ajili ya kumwombea baba yetu. Na kwa kuwa leo ni birthday, neno liende na maombi kabisa. Na baada ya hapo tutafuata sadaka. Na baada ya sadaka tutafuata zoezi la keki. Kwa hiyo ninaomba watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu kutoka kuhubiri na meza yote ya watumishi tusimame juu. Sogeni tu kwa madhabahuni. Tumweke baba yetu wakfu. Amezaliwa upya na huduma izaliwe upya. Haleluya. Upako mpya, watu wapya, kila kitu kipya kwa jina la Yesu. Amen. Karibuni sana baba. kuzaliwa kwake. Na tumeshaongea mambo mengi katika hii sherehe, tuangalie kama tumeingia vizuri. Tusibebe kichwa ya Yohane wala tusiilombe. Na pamoja na hiyo tusifanane pia Mordekai. Tusifanane Hamani ambaye alitaka kifo ya Mordekai kisha Mungu akaibadilisha. Basi tusipoteze muda, tumwombee Mungu. Baba Mungu, katika uwezo na utukufu wa jina la Yesu Kristo, tunamweka mtumishi wako Herman ambaye leo amefanya birthday yake, Mungu, na ameita marafiki zake na ameita wandugu na ameita na watoto wake, tule pamoja sote tuchangie katika hii. Bwana, tunamwombea tena wingi wa miaka uongeze. Tunamwombea tena Bwana miaka yake isihesabike na mwanadamu bali iwe mingi. Tunamwombea tena Bwana uzidi kuwa pamoja naye wala usimpungukie. Kwa hii akili alionayo na dhamiri ya kula pamoja na wasiojiweza pamoja na watoto wadogo, Mungu ifanye kila leo na kila mwaka. Baba, umfanyie miaka kama ya Ibrahimu. Baba, umpatie vitu kama ulivyompa Ibrahimu. Bwana, umfanyie wingi wa siku na aone furaha ya kuishi duniani. Na aone furaha ya kuitwa mtumishi wako Bwana. Tunamweka wakfu katika mikono yako Jehova Mungu, ili kwamba siku hii ya leo ihesabiwe na Wakristo, lakini potezwe katika macho ya wachawi na warozi, wasijue, wasione wala wasifuatilie maisha yake, bali utukufu wako Mungu ndio uendelee kuonekana na kudhihirika kila leo. Baba, asante sababu utakuwa pamoja naye na utukufu wako Yawe
wako anapofanya na kuadhimisha siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake leo. Wewe uliye Mungu muumbaji wake ameona ni vyema kuita watoto yatima, kuita walio katika mazingira magumu, kuita wajane na wagane wasiojiweza, lakini kuita kila mtu ambaye amependa awepo katika sherehe hii. Baba, tunalishukuru na kulitukuza jina lako jioni hii ya leo. Wewe ambaye ulimuita mtumishi wako Herman tangu katika tumbo ya mama yake, wewe ulijua ya kwamba atakuwa mtumishi wako, na hata ukamuita kwa ajili ya kutengeneza maisha ya watoto wako. Na hivyo Kristo, tunamweka tena mikononi mwako leo, tukishangilia na kukutukuza kwa kumwongezea tena mwaka mwingine katika maisha yake. Tunamwombea na kumweka mikononi mwako ya kwamba ukampatie maisha marefu sana kwa kadri ambavyo anaendelea kukutumikia. Ikikupendeza, hata yale maisha yametusela ambaye ni mwanadamu wa kwanza kuishi miaka mingi hapa duniani, ikikupendeza wewe kumpatia mtumishi wako ukampatie. Lakini tunaomba kwa ajili ya uwezo utokao kwako, nguvu na mamlaka itokayo kwako, Baba, ukampatie kibali mtumishi wako anaponena baraka kwa ajili ya watu wako wakabarikiwe, anapotamka uzima kwa ajili ya watu wako wakapate uzima, anapotamka ushindi kwa watu wako wakapokea ushindi, na wewe ukamwinue yeye pamoja na familia yake. Madhabahu hii tunaikabidhi mikononi mwako Bwana, ukaitegemeze kwa uwepo wake, ukaitegemeze kwa uwepo wa watoto wako, ukaitegemeze kwa uwepo wa jamii inayozunguka madhabahu hii. Na wewe Mungu wetu wa mbinguni, ukamtie mafuta katika mchana wa leo, akawe mtumishi wako sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Hebu kama unaamini wewe uko sehemu salama, mpigie Yesu makofi. Amen. Basi wakati unaomba, wale ashazi niletee chombo cha sadaka. Kila mmoja andaa tu sadaka yako. Chukua tu sadaka yako. Ni sadaka ya kumshukuru Mungu. Mungu amempa baba yetu miaka kadhaa. Si ruhusa kusema ni mingapi, lakini ni miaka kadhaa. Amekula chumvi kidogo. Haleluya. Amen. Basi wakati huu ni muinue mama mchungaji. Madhabahu hii tunaye mama, sijui yuko wapi. Mama mchungaji aombe kwa ajili ya sadaka. Mama Bishop, mama yetu, popote ulipo mama, ninakusubiri wewe ndio utaibariki sadaka hii. Karibu sana. Okay, kumbe alifuata chombo safi. Karibu sana mama. Hebu mpigie mama yetu makofi. Huyu ni mama wa kazi. Karibu sana. Damu ya Yesu, uzima wangu. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi niliyopewa kwa ajili ya kuombea sadaka. Lakini zaidi ya yote nimpongeze mume wangu kwa ajili ya siku ya kuzaliwa, na pia kwa muda huu ambao tunaenda kushirika pamoja naye. Basi tuinamishe vichwa vyetu, tumshukuru mtakatifu Mungu mwenyezi yote, Baba wa rehema. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako kwa shukrani. Tunakushukuru Baba kwa yote umetutendea. Tunakushukuru kwa ajili ya mtoto huyu ambaye ulitupa akazaliwa katika familia ya baba yake na mama yake, na pia akazaliwa katika madhabahu ya Blood of Jesus. Baba, tuko mbele zako kukushukuru, tukileta sadaka zetu. Tunaomba uzipokee, maana uliahidi tusiingie nyumbani mwako kitupu, nasi tumekuja na sadaka za shukrani. Baba, tunasema asante kwa ajili ya upendo ulionyesha wa hali ya juu ya kijana huyu na juu ya mtoto wako na juu ya mtumishi wako. Baba, tunakuomba kupitia sadaka hii ukamkumbuke
na kumtegemeza na kumwinua kwa viwango vya juu sana kwa utukufu wa rehema zako, akaitende kazi yako kwa hekima, busara, amani na furaha tele kila wakati. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi naomba nikiamini. Amen. Amen. Basi wakati huu kila mtu na sadaka yako, karibu tutakuja kumtolea Mungu mahali hapa. Karibu tu nimeweka hapa, karibu kila mtu ndio na sadaka yako, karibu mtolee Mungu hapa. Toa kile ambacho Bwana amekubariki. Karibu sana. Sijui mko wapi watu wa keki? Wakati tunatoa sadaka naomba keki iletwe hapa karibu. Nimkaribishe baba yetu Pastor Emmanuel, kama sijakosea jina. Karibu sana uweze kuibariki keki yetu ili sasa tuendelee nayo, angalau iwe imeshabarikiwa. Karibu sana. Yesu ajua shida. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, umekuwa nasi katika hafla hii, na hata wakati huu tena iko keki ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mtumishi wako Herman pamoja na kutano hili. Tunapokwenda kuitumia ikalete baraka kwa kila mmoja wetu. Tunapokwenda kuitumia ikalete afya kwa kila mmoja wetu, na ikawe ni ishara ya kuongeza miaka na umri kwa kila mmoja aliyeko hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo wakati huu sasa wakati tunataka tumkaribishe baba yetu, ningependa aje atukatie keki yetu akiwa pamoja na mama. Tuimbe wimbo mzuri. Watu wa Mungu tutakao tunaimba pamoja wimbo wa birthday mzuri. Hata ni kama ni huo tu wa happy birthday. Naomba pia kinanda andaa vizuri wakati wanaenda kutukatia keki yetu. Na mama yetu atatusomea tu hapo juu imeandikwaje. Karibu mama usome. Damu ya Yesu. Keki yetu imekuja na ujumbe kutoka Mathayo 5, anasema mstari wa 8. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Pigia Yesu makofi. Basi karibu studio wakati wakati mnaimba baba yetu na mama yetu aishike kisu kile watukatie keki kwa jina la Yesu. Karibuni sana. Nawasubiria nyinyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Twende pamoja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Karibu chukua kisu baba yetu na mama chukueni kisu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shuhudia wakati anakata keki. Makofi, makofi jamani, makofi. Wanauliza, how old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Naomba asha mmoja wa kike uje msaidie mama kukatakata keki hapa. Naomba mmoja tu msaidie mama yetu ili hii sio kazi yake. Mama ameshakuja kukata, kwa hiyo ngoja akukatie sasa keki. Happy birthday.
ya kuacha peke yako, amekupa ubavu. Nataka umlishe mama yetu keki, naye atakulisha, na baada ya hapo nitakuelekeza kinachofuata. Haleluya, watu wa Mungu. Wakati baba na mama wanakula keki, si ni raha jamani kwa wakati wanalishana keki tutakuwa tunapiga makofi na kushangilia. 1 2, mama tulia ule keki. Sawa, umeona uunganishe, safi. 1 2 3, wapigie makofi. Haleluya. Hebu ongeza makofi kwao, ongeza makofi kwao. Amen, amen. Lakini pia baba, umepata wageni leo, na unao wageni wa aina nyingi, lakini kwa protocol ni wainue watumishi wa Mungu, baba zangu na mama zangu wa kiroho, kwa kuwa tumekuja kumpongeza mtoto wetu aliyezaliwa ambaye leo ametukusanya hapa. Karibuni sana baba zangu wa kiroho kutoka kule Kongo, kutoka nchini Tanzania na Marekani, popote pale unapotokea. Karibuni wote kwa pamoja, mje mle keki. Karibuni wote kwa pamoja kwa kuokoa muda. Lakini pia kwa upande wa watoto wetu, kwa kuwa mpo wengi, nitakuambia namna ya kula keki kirahisi. Yes, piga makofi wakati wanakula keki watumishi wa Mungu. Karibuni sana baba zangu. Hiyo ni keki ya upendo. Keki ya upendo. Safi. Safi. Piga makofi, acha wivu. Asiyepiga makofi hali keki. Asante. Sawa. Ninaomba wageni wetu, watoto wetu, kwa kuwa wanao viongozi waje kula kwa niaba ya watoto, na watoto wetu mtakula keki kwenye chakula kwa sababu mpo wengi. Viongozi wa watoto, wakati mnajiandaa, naomba meza kuu, kuna wengine hamjaja kula keki. Meza kuu hapa, naomba wengine ambao hamjaja wote mje. Hata kama si mchungaji, si nabii, si prophet, but umekaa kwenye meza waliokaa baba yetu na mama yetu, karibuni mle keki. Naomba viongozi wa watoto, na maanisha wawakilishi wa watoto, sio wale watu wazima. Yaani kwenye kundi hili naamini kuna viongozi, si ndio Si viongozi wenu wapo naomba sasa viongozi waje wale kwa niaba yenu. Upande ule na upande huu waje mmoja mmoja, wawili tu. Alafu wengine wote mtakula kwenye chakula. Wa BJP ambao ndio sasa mmehusika kuandaa tukio hili, viongozi wote karibuni, viongozi wa kanisa ya BJP karibuni sana, mkiungana na viongozi wa watoto kuonyesha upendo wa kanisa, ndio limewakaribisha wote hapa. Naomba viongozi wa BJP wote tusogee hapa mbele. Tunashukuru sana. Kwanza kabisa napenda kupongeza baba kwa siku yako hii muhimu ya kuzaliwa. Lakini pia niwapongeze wote wana Blood of Jesus Power pamoja na watumishi ambao umeongozana na baba yetu katika siku yake hii muhimu. Mimi kwa upekee kabisa kwa niaba ya watoto tunawalea pale Mwandaliwa, napenda kusema asanteni sana kwa kushiriki siku ya leo, siku muhimu sana kwa baba yetu. Mimi namuita ni baba yetu kwa sababu ni zaidi ya miaka 5 sasa. Tunaendelea kukuombea katika huduma yako. Mungu azidi kuweka mikono. Hatimaye ufikie lile lengo ambalo liko ndani ya nafsi. Lakini waumini wote wa Blood of Jesus Power, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Baba mchungaji kutoka Kongo, neno lako limetugusa. Mungu akubariki sana.
na wachungaji wengine na watu wote kwa ujumla. Mungu awabariki. Tunapokea zawadi kwa mikono miwili. Asanteni sana. Asante. Karibu mchungaji kwa neno la mwisho kuhitimisha. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Assalamu alaikum. Basi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu muumbaji wetu na yeye aliye mpaji wetu. Na kwa kuwa Mungu alitupatia kila mmoja pale mahali ambapo umetoa kwa ajili ya jambo hili jema, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kila ambaye amegusa mahali fulani, Bwana akapaongeze. Yule ambaye ametoa kwenye biashara yake, Bwana akabariki biashara yako. Yule ambaye ametoa kwenye sehemu ya ufugaji wake, Bwana akafanye maongeo kwenye mifugo yako. Wewe ambaye umetoa katika sehemu ya shamba lako, Bwana akakuzidishie mavuno mwakani kwa namna ya kipekee. Lakini hata wewe ambaye umetoa kutoka kwenye sehemu ya mshahara wa kazi yako, Bwana akakuongezee, na ikimpendeza kwa uaminifu wako katika kutumika, akupandishe katika madaraja na vyeo vya juu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Lakini hata wewe ambaye umetoa kwenye kazi ya mikono yako, ni mama ntilie, ni fundi, lakini umeguswa na umetoa kwa ajili ya jambo hili jema, Bwana akubariki sana. Kwa hiyo Bwana atuangazie nuru ya uso wake. Bwana atulinde na kutuhifadhi hata usiku wa leo, akatulinde na kututunza, na kesho asubuhi kwa neema yake atuamshe tukiwa wazima, akitupa nguvu ya kutenda kazi kwa utukufu wa jina lake, katika jina la Yesu. Amina. Asante mtumishi wa Mungu. Asante. Basi kwa hatua hii, na najua watoto wetu wameshamaliza kula, sisi tunahitimisha shughuli hii ya leo. Ndugu wageni, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mungu awabariki na kuwalinda.